Yes, ni siku ya pili ambayo tunakwenda kuendelea na somo letu ambalo Mungu alikuwa ametupa, ambalo lina kichwa kinachosema private quality time with God. Private quality time with God. Ni somo refu sana ambalo tunahitaji muda mwingi, muda mrefu kuweza kulisoma, lakini kwa neema ya Kristo sisi hizi siku mbili zinatutosha. Siku nyingine Mungu atatupa na tutaweza kulisoma kwa uzuri pia. Mungu awabariki sana. Na neno kuu linatoka kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8, ambao unasema, na baada ya siku 6 akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akisema, inukeni wala msiogope. Mstari wa 8 wa mwisho, wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake, ila Yesu peke yake. Lakini kama ambavyo tulisema jana, pia Musa alikutana na ung'aro huo na wingu likawa limemfunika. Mungu wetu anatupenda sana, ndio maana ametupa hili neno. Tulisema ya kwamba ukikaa na Mungu, kitu cha kwanza Mungu anachokifanyaga ni kuachilia utukufu wake, ni kuachilia wingu lake, ni kuachilia nguvu zake ambazo zinakuwa zimekufunika. Popote ambapo unapokuwa karibu na Mungu, huo unajua kabisa kuna wingu la Mungu. Hata saa hii mimi na wewe hapa tulipo, kuna wingu la Mungu limetufunika. Mungu hanaga umbali, kwa sababu yeye ndiye Bwana, yeye ndiye mfalme, na yeye ndiye aliyetuumba, na yeye ndiye anayetujua. Kwa hiyo ukikaa kwenye faragha, utakuwa umeonyesha nidhamu ya hali ya juu sana kwa Mungu. Kwa zile siri nyingi ambazo zipo, Mungu atakupa. Kwa kuna mabadiliko ambayo utakutana nayo ndani yako. Kuna mabadiliko ambayo utakutana nayo katika maisha yako. Ukikaa karibu na Mungu, ukikaa peke yako faraghani, ukijitenga, kuna kitu ambacho utakutana nacho. Okay. Tulisema pia ukikaa faraghani au ukikaa private na Mungu, kuna pale ndo ambapo utakutana na wewe halisi. Kuna watu wengi bado hawajajijua wenyewe ni akina nani. Ukienda tu ukiona fulani anaomba, yani unakaa ila yule naye anaomba, ila huyu naye anafanya hivi, yani unakaa kuangalia yule, ili neno linamhusu mtu fulani. No. Ukikaa karibu na Mungu, ukijificha, ukikaa, ukijitenga, hapo ndipo utakapojijua kwamba mimi huwa nazingua. Kuna vitu fulani ninavifanya ambavyo sio kweli. Kwa sababu anasema ibada halisi wakati mwingine ni pale ambapo unakuwa uko peke yako. Umekaa peke yako, ndio utajua kweli the level that you are worshiping God iko kwa kiasi gani. Kwa sababu hautakuwa unapelekeshwa na watu fulani, utakuwa unapelekeshwa na wewe kama wewe mwenyewe. Kwa ni vizuri ukawa unajitenga peke yako. Ndio maana unaona Yesu alikuwa na wanafunzi 70, lakini bado aliwatenga wanafunzi 12. Katika 12 bado akawatenga 3. Katika 3 bado akajitenga yeye peke yake, akikaa mbali, akiweza kuwa anavuta ukuu wa Mungu. So ukikaa peke yako ni vizuri, kwa sababu utajievaluate na utajua kabisa wapi unazingua, wapi unatakiwa uweke juhudi, na wapi ambapo utakuwa unamsikia. Lakini Mungu hataacha kusema na wewe kwa sauti ya wazi kabisa, na utakuwa unamsikia. And also nilikwambia ni vizuri ukikaa peke yako ili uweze kukutana na nguvu za Mungu. Ni vizuri zaidi pia ukaona tell story kuhusu wewe. Unamsimulia tu Mungu. Anakujua tangu tumboni mwa mama yako, lakini ukimsimulia Mungu, Mungu, ulinitoa wapi? Ulinipeleka hapa, ukanivusha, ukanipeleka hapa, ukanivusha, ukanipeleka hapa, ukanifanyia hiki. Pale ndipo ambavyo Mungu anazidi kujidhihirisha ndani yako. Kwa hata kama kulikuwa na kwazo lolote, Mungu atakuwa anazidi kujidhihirisha, anajidhihirisha, na imani yako itakuwa inazidi kukua. Kwa nini ambacho kinatokea? Kitakachotokea cha kwanza ni kukuzwa kiroho. Utajikuta unakuwa kiroho. Lakini cha pili ni nini? Ni mabadiliko. Tulisema utakutana na ung'aro. Sasa kuna watu ambao huwa wanafikiri ni ung'aro wa kawaida. Kuna binti yangu moja hapa
iko siku nitamwambia atoe ushuhuda. Wakati namwambia habari ya kupokea Yesu na vitu kama hivyo, akawa anakubali. So cha kwanza Mungu alichokuwa amempa ni kung'aa. Kila ukikutana naye anapendeza. Sasa watu wanafikiriaga kupendeza ni kuvaa nguo mpya. Sio kwamba haukuwa hivyo, ulikuwa hivyo, lakini katika hali ya ulimwengu mwingine. So umehamia kwenye ulimwengu wa Kristo, lazima utang'aa. Lazima utang'aa. Ndio maana kuna watu watakushangaa sana. Mimi sijanenepa kwa mfano. Lakini niko na Yesu. Kuna watu ambao nilikuwa nao zamani kwenye maisha mengine. Leo nimekutana na mmoja Kijitonyama, ananiambia, mbona umebadilika sana? Mbona uko hivi? Sasa mimi ndani yangu nilikuwa nasema, no, so mimi ni Yesu, kwa sababu utukufu sio wangu, ni wa Yesu. Wewe unaongea hivi. Nikamwambia Yesu, why not? So unaanza kumwambia, lakini hata umuelezee kwamba nimeokoka, hakuna mwanadamu ambaye ataelewa. Lakini wewe jua una ung'aro, na ukianza ule ung'aro ambao tunauzungumzia, maana yake tayari neema ya Kristo imesha kushukia. Sikiliza, kama huamini pombe zina spirit, na kuna siku nilikuwa namwambia mtu, nikamwambia ukiwa unakunywa pombe au mlevi wa pombe, huwa hawezi kumwachisha kwa vikao. Nisikilize kwa makini sana. Yaani hata kama una ndugu yako ni mlevi, huwezi kumfanya aache kwa kikao. Anachokunywa ni roho. Wewe unataka kuongea naye mwilini, atakujibu ovyo tu. Mtakosana tu. Yaani hata kama ataacha, atakuzuga tu, ile roho wakati iko inajiboost vizuri. Lakini kwa uhalisia kabisa, pombe inatolewa kiroho. Inatolewa kiroho kwanza, ndipo inakuja kimwili. Badilisha maji kwa damu ya Yesu Kristo. Yaambie maji na kubadilisha uwe damu ya Yesu Kristo. Halafu mpe huyo mtu anywe. Atakunywa huyo mtu. Akinywa yule mtu, itaanza kuumbika ndani. So kutakuwa na mapigano ya ndani kwa ndani ya maji yaliyoingia, yaliyobeba uzima, na ile roho iliyobeba mauti ya pombe. Sikia, kwa nini mtu akiwa anakunywa pombe anaanza kufifia, nuru yake inaanza kuondoka? Ni kwa nini? Kwa sababu ni spirit. Kwa ukimpokea Roho Mtakatifu, atakupa ung'aro, kwa utawaka. So hayo yote yanatokea ukiwa faragani. Ndio tunamwona Yesu Kristo, tunamwona Musa, wote wakiwa wameenda mlimani. Lakini kingine nikwambia, ushindi wako upo katika faragha na Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Daudi hatukujua alikuwaga anakaa saa ngapi na Mungu. Lakini sisi tunachojua, alichokuja kukitoa nje, alisema tu, nimeishawahi kuua dubu na simba. So hao dubu na simba alikuwa anawaua wapi? Kwa tekniki zipi? Alikuwa anapewaje? Sisi hatujui. Lakini hata ndugu zake hawakujua. Kwa Daudi alikuwa anatenga muda wa kukaa na Kristo. Ndio utakuja kuona hata mashairi yake mengi yanaonyesha kabisa Daudi alikuwa ni mtulivu sana wa nafsi, roho na mwili wake, akiwa na pamoja na Kristo. Lakini mtu mwingine ambaye anatushuhudia kwamba alikuwa anakaa faragani vizuri na Mungu aliye hai ni mtu anaitwa Ayubu. Kwa nini? Kwa sababu mke wake mwenyewe alikuwa hajui mahusiano ya Ayubu na Mungu wake. Rafiki zake Ayubu walikuwa hawajui mahusiano ya Ayubu na Mungu. Utaona wapi? Utaona kwenye Biblia, pale ambapo mke wa Ayubu anamlazimisha Ayubu aweze kumtukana Mungu na kumkufuru ili afe. Lakini Ayubu hakufanya. Lakini marafiki zake pia walikuja na maneno magumu, mpaka anasema, enyi wataabishaji. Maana yake hao walikuwa wanataka kumrudisha nyuma Ayubu ili asiendelee mbele. Kumbe kuna muda ambao mimi na wewe hatutakiwi tueleweke hata na marafiki zetu. Marafiki zetu hawatakiwi kutuelewa kabisa. Hawatakiwi kujua tuna muda gani ambao huwa tunakaa tunajipika pamoja na Kristo. Kama wewe ambavyo hujui utajiri wao wanaupata wapi, nani anayejua utajiri wa rafiki yake ameupata? They won't tell you the truth. They won't tell you. Hawatakwambia. Zaidi wanakuambia, hard working, nini, save sana, wewe hamnaga hiyo kitu.
There is no applicability ya hizi elimu dunia kwenye ulimwengu huu. Hakuna applicability, hakuna. Kwa sababu ulimwengu huu una vitu viwili, una ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Mtoto wa Kikristo ukiisha jua haya, itakurahisishia sana hata wewe kumjua zaidi Mungu kwa kukaa naye kwa ukaribu. Lakini sisi tunataka tuwe huku kidogo. Oya, wenzio wanajua, wanafahamu everything. Nikupe mfano mdogo tu. Leo nilikuwa niko nyumbani. Nilikuwa nimeagiza mzigo fulani, ulikuwa unashushwa nje na gari. So akawa anapita, hakuwepo watu wa kubeba kuingiza ndani. So kuna kijana anapita, wale wanaokota makopo. Nikamuita. Nikamwambia njoo. Alipokuja, nikamwambia unaweza kubeba hii mzigo kaingiza ndani? Akasema ndio. Nikamwambia okay sawa, beba peleka ndani. Ni kijana ambaye amejazia, yuko vizuri kabisa. Nikamwambia beba, akabeba, akawa anaingiza ndani. Wakati anaingiza ndani, mimi macho yangu tayari alishaona mkononi mwake amevaa nini. Nilishaona kabisa amevaa nini mkononi. So nikamwambia, baada ya kumaliza, nikamwambia unataka nikupe shilingi ngapi? Akasema yoyote. Nikamwambia mimi nakupa shilingi 1000. Akaniambia sawa. Nikamwambia hata 2000 naweza. Akasema hata 2000. Nikamwambia okay, mimi nakupa shilingi 5000. Lakini niambie, kwa nini umekivaa hicho? Kwa nini umevaa hiyo mkononi? Alistuka sana. Sasa jamaa aliyekuwa pembeni, sijui kama alikuwa ananisikia, lakini alishangaa mimi kugundua kile alichokivaa yule mkononi. Na yule kijana akasema, yawezekana sasa watu wengine walikuwa hawaoni. Unajua ulimwengu wa roho na mambo mengi. Nikamwambia, kwa nini umevaa hicho mkononi? Akasema neno moja, ni kwa sababu ya ulinzi. Nikamwambia itakuua hiyo. Akasema hapana, baya lolote likitaka kuja haliwezi kunipata kwa sababu ya hii. Pale Roho Mtakatifu akanifunulia, huyu ni agent ambaye anazunguka mitaani, ndo wale wanaoachilia roho. Unasema jamaa anatia huruma, anafanya. They know what they are doing. Sasa sijasema wote, lakini najaribu tu kukufungua macho kwamba watu wanajua wanachokifanya, ila mimi na wewe ndio hatujui. So ili tuweze kujua tunachokifanya, lazima tuwe na faragha na Mungu aliye hai. There is a lot of people. Angalia hata wakiwa wanaongea. Okay, mengine kwa sababu na rekodi. Lakini ningeweza kukuambia jinsi watu watakapokuwa na kukaribisha sana kula chakula. Anyways, hayo tuyaache. Lakini hayo kwa sababu they know what they are doing. Sasa sisi watoto wa Kikristo ni kwa sababu hatujakaa na Mungu vizuri na kuanza kujua at least hiki hapa tunatokea tufanye hivi. Sisi tunakurupuka tu, sawa. Sasa hizi tukae tule, sawa. Sasa hizi tufanye hivi, sawa. Wenzi wameishafanya ibada. Wameishafanya kila kitu. I'm sure mimi yule kaka ambaye hata kuja kupita tena hapa, never. Kwa nini? Hata jiuliza huyu amejuaje? Kwa sababu hicho kitu mtu mwingine hawezi kuelewa. Kwanza hata wewe yawezekana ungeshangaa. What is this? So ndio marafiki ambao tuko nao maofisini, ndio marafiki ambao tuko nao, lakini ndio ndugu zetu ambao tuko nao. Kuna kijana mmoja, mtoto wa ndugu yetu mmoja, alinitembelea siku moja. Alipofika tu Mungu akaniambia muangalie alichokivaa. Nilipomwangalia tu nikamwambia wewe hata hela yangu siwezi kukupa direct. Nikamwambia nani amekupa hivi vitu uwe navyo? Ni rafiki zangu, unajua. Lakini ndani ya moyo wangu nikagundua he knows everything, anajua. So siri za Mungu za ushindi wako wewe wa mwana wa Mungu sasa ziko. Wenzio wanazijua siri zao za ushindi, ndio maana nakwambia they won't tell you. Ila mimi na wewe siri yetu kubwa ni ile ya pale msalabani, ni ile ya pale aliyoiachilia Yesu Kristo. Sasa damu ya Yesu ile, hiyo ndio siri yetu kubwa. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo 32 sasa. Tuangalie jinsi ambavyo Yakobo alipojitenga, nini alikutana nacho. Ile kitendo cha kujitenga, nini alichokutana nacho, na ndio maombi ambayo tutakuwa nayo usiku huu. Alafu utakwenda kuona Mungu jinsi atakachofanya kwako. Yes, ni kitabu cha Mwanzo. Thank you Jesus. Mwanzo 32 mstari wa 22 na kuendelea. Thank you Jesus.
ukisoma kwenye Biblia inasema ya kwamba akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki. Akawatwaa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Halafu mstari wa 24 unasema Yakobo akakaa peke yake. Maana yake akawatwaa, akawavusha mto, akavusha na vyote, halafu yeye akakaa peke yake. Na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kwamba hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Huu mstari ushike sana. Akasema, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Yakobo alikuwa anavuka. Kumbuka alikuwa anaenda kukutana na Esau ndugu yake. Lakini hapa anajitenga yeye na wake zake na watoto na nani, anakaa peke yake. Alikuwa anashindana na Mungu direct. Sasa sisemi wewe uende mlimani ukashindana na Mungu. Hii wametumia lugha ya kwamba alikuwa anashindana na Mungu. Maana yake alikuwa anadai, kuna kitu alikuwa anadai mbele za Mungu kwamba Mungu, mimi nimekuja hapa, usiponibariki siwezi kuchomoka hapa. Sitoki kwa sababu imani yangu, moyo wangu, roho yangu, fikra zangu, akili zangu zote zimeshindwa kutekeleza kile ambacho nimeplan, kile ambacho nimewaza, kile ambacho nataka kufanya. Siwezi kufanya, bali kwa neno lako nitatekeleza chochote utakachosema. So mimi sitatoka hapa mpaka unibariki. So watoto wa Mungu hatuwezaji kwenda kwa Mungu kwa design hiyo. Lakini upande wa pili, I'll be explaining this on this side and the other side, ili uwe unajua wenzetu how do they do. Lakini wenzetu when they go, wakienda kwa mganga, anajua kabisa mimi naenda kwa mganga Tanga, nikirudi sipo vile tena. Umeelewa? Yaani anawaza kabisa ninaenda kwa mganga, nikirudi siko hivyo tena. Sisi tunaenda kanisani, tunasema tunaenda kutengeneza relationship, social and whatever hivyo, tunarudi vile vile. Tumeingia saa hizi online hapa, tutatoka tena tuko vile vile. Lakini usiku huu leo tukisema tu Mungu hatuchomoki katika hii online, si log out bila kuachilia neno la baraka ndani yangu. Mungu anafanya. Kwa sababu Mungu anatafutaga moyo ambao utasema kabisa, Mungu bila wewe siwezi. Maana yake Yakobo hapa alikuwa ana declare kwamba Mungu, without you I cannot do anything. Siwezi kufanya kitu chochote. So hapo ndipo siri ilipo ya watoto wa Mungu. Sikiliza, Mungu mpaka anafika hatua anasema, wewe yani unashindana na Mungu? Sijawahi ona mtu wa design hii. Sasa sikia, hutaitwa fulani, utaitwa fulani. Hutaitwa Yakobo, utaitwa Isa. Kumbe ukijitenga, Mungu anakupa jina. Ukijitenga, Mungu anakupa jina. Utasema jina gani? Utaitwa baba fulani, kwa sababu Mungu atakupa mtoto. Utaitwa mama fulani, kwa sababu Mungu atakupa mtoto. Utaitwa Mrs. fulani, kwa sababu Mungu atakupa mume. Utaitwa Mr. fulani, kwa sababu Mungu atakupa mke. Utaitwa mzee fulani, kwa sababu wewe utakuwa tajiri. Jackson tu hapa akiwa tajiri saa hii, tutamuita mzee Jackson. Mimi hapa tunaanza shikamo Jackson. Kwa nini? Kwa sababu tayari ana jina. Kwa nini tuwe tunawanyenyekea watu ambao wameishapewa majina huko? Why? There is God ambaye tukimwambia Mungu, bila wewe hatuchomoki hapa, usipotubariki, na hiyo linafanyika. Waambia Mungu, si hatuwezi kulala bila wewe kutubariki. Nisikilize. Kuna siku tulitoka tumeenda Morogoro.
mlimani kule, ile ibada nafikiri tulikuwa pamoja. Baada ya ile ibada watu wengine familia zao zilikuwa zimetengana. Anarudi nyumbani anakuta familia imeisha tengamaa, imerudi vizuri. Anarudi mwingine anakuta kazi ameshapata. Kwa nini? Na hakusema maneno mengi, lakini kile kitendo cha kujitenga tu. Ni kile kitendo cha kusema tu Mungu, no, mimi bila wewe siwezi. Yakobo mpaka anaandikwa kwenye Biblia, manake ulikuwa ndio utaratibu wake, na alikuwa anatengeneza madhabahu. Kwa nini Mungu huwa anatuambiaga worship gathering, tukienda sehemu lazima tutengeneze madhabahu? Hata kesho tukienda huko tutahakikisha sadaka tunazopata tunapeleka sehemu ili kumtengenezea Mungu madhabahu. Sikiliza, hivyo ndivyo watoto wa Mungu wanavyoshinda vita zao. Usifikiri tu watoto wa Mungu wanashinda vita kwa kulia na kuomba. No, kwa kukaa, kwa kujitenga na kuita damu ya Yesu Kristo. Ukisoma katika Biblia, ukiendelea mbele kwenye hicho kitabu, huyu ambaye amebadilishiwa jina alikuja kumtengenezea Mungu pale madhabahu. Wasema Yakobo akamuuliza, akasema niambie tafadhali jina lako nani? Akasema kwa nini waniuliza jina langu? Akasema akambariki huko. Maana yake jina la Israeli mpaka leo mimi na wewe tunaliona kabisa limebarikiwa. Lakini kwa mtu mmoja kujitenga, just one person kujitenga, mpaka leo hii, kumbe kuna wewe mmoja ambaye utajitenga, uko wako miaka 100 mbele watabarikiwa. Watoto wako watabarikiwa. Kwa mtu mmoja tu Mungu anatafuta aweze kubariki Tanzania. Mimi na wewe tukienda huko, maana lazima pia tuombee taifa. Lazima Mungu ataibariki. Ataachia mvua, ataachia mazao, ataachilia amani, ataachilia hizi huduma tuendelee nazo kuhubiri, tusiwe tunanyanyasika, tusiwe tunatafutwa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa nguvu na uwezo wako. Hivyo kumwamini Kristo na kumwabudu yeye huwa panakuwa na vitu vingi. Sikia, Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso na nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akivuka Penueli akichechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kuna watu hauwezi hata kupiga magoti lisali moja. Inapaswa uwe na alama fulani ya kwamba aise, nilipigaga magoti wakati niko sehemu fulani. Kwa kweli Mungu alinionekania. Huyu mpaka paja lake linateguka, anasema no, mimi siwezi kutoka hapa usiponibariki. Maana yake hatuwezi jua, kwa sababu mpaka jua linapambazuka. Maana yake hatujui alianza saa 2 jioni mpaka asubuhi jua linapambazuka. Hatujui alichukua muda gani. Je, ni mimi na wewe lisali moja tu hilo aise anamaliza saa ngapi? Tiko anaongea sana. Saa ngapi? Hatupigi magoti, hatulali, hatulii, hatutoi hata machozi, hatumwambii Mungu wewe ni nani. We don't do that. Sasa hayo watumishi wa Mungu walikuwa wanafanya wakiwa wamejitenga. Sasa ndo imani ya Ayubu yawezekana ndo ilikuwa hivyo. Alikuwa ni mtu wa kujitenga, alikuwa ni mtu wa kukaa, kwa sababu hatuoni wakisema watoto wa Ayubu walikuwa wakitoa sadaka. Tunaona akisema Ayubu alikuwa akiwatolea watoto wake sadaka. Hatuoni akisema Ayubu na mke wake walikuwa wanafanya hivi. Tunasema Ayubu alikuwa akifanya hivi. Maana Ayubu alikuwa anajitenga hadi mbele ya mke wake. Hatuoni akisema Ayubu na rafiki zake, lakini unaona akisema Ayubu aliwaombea wazazi wa rafiki zake. Halafu baraka walizotakiwa wapewe rafiki zake zote zilikuwa zinamiminika kwa Ayubu. Ayubu alikuwa akiwasaidia wazazi wa rafiki zake. Halafu tunaona baraka walizotakiwa wapewe rafiki zake zote zilikuwa zinahamia kwa Ayubu. Lakini bado Ayubu anapita kwenye majaribu, halafu bado anazidi kumwamini Mungu, kwa sababu Ayubu alispend time ya kujitenga na kuweza kumjua Mungu wake. Sikia rafiki yangu, watu wengi tunashindwa namna ya kuwa na ibada kamili kwa sababu hatujamjua Mungu vizuri. Too bad devil is smart minded, so ana play a lot of games ndani ya mindset zetu. Tunahisi wale wenye akili wana akili, lakini wale wenye akili unaohisi wana akili wana hekima za dunia hii, na hekima za dunia hii haziwi applicable kwa mtoto wa Kikristo. Never ever ever never never ever ever, haiwezi kutokea. Yani zile hekima za dunia hii unazoziona unasema jamaa is so smart, jamaa is hakuna. Tunaongeaga na rafiki yangu Ikupa,
there is a lot of our friends ambao we saw them, they are very smart, lakini maisha wanaoishi mpaka unasema isa shetani anatesa sana. People they have PhD, people they have masters, people they have degree, lakini their life unaona kabisa yani huyu anapigwa na shetani. Mpaka umeokoka, unakunywaje yale madude yale alcohol sijui ngapi, unaligigida lote mpaka mwisho, and you know the impact ya hiyo kitu. Unajua kabisa impact ya hiyo kitu ni kifo, yani impact yake ni kifo, lakini wewe unaligigida and unajua kabisa yani mimi ndo mjanja, yani mimi ndo. Unavuta bangi, unajua kabisa baada ya kuvuta bangi ni nini kinachotokea. Unavuta sigara, unajua kabisa. So those are spirit. Ukiona wewe haupo upande huo, mshukuru Mungu cha kwanza. Usilalamike tu sina kitu fulani. Mungu ameisha kubarikia wewe kupata hizo siri. Na hizo siri hazitokei tu, ni kama hivi tulivyojitenga. Now you understand umuhimu wa kujitenga. Sisi hapa mimi na wewe tumejitenga hapa. Tumejitenga, ndo tunapewa siri za Mungu hapa. So usiku utakaa peke yako wewe na Mungu. Utaanza kumuomba Mungu. Kesho tunaenda sisi mlimani. Tunaenda kukaa huko. Mungu ataanza kusema na sisi. Kuna muda tunapoteana kabisa, kila mtu ameshika mti wake. Liaga na huo mti, lia, shukaga huko kwenye maji, lia, garagara kwenye vumbi hapo. Tunakaa masaa kadhaa, urudi unachechemea safi. Ukirudi huku umeshabadilishiwa jina. I'm telling you, baada ya mwezi mmoja hapa tutakuwa na shuhuda nyingi. You realize. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kwanza amekuandaa vizuri, amesha kutengenezea mazingira, and you will realize. Na mtaanza kusema sasa tunaenda lini tena kakatiko. So hapo ndipo ambapo watoto wa Mungu tunapahitaji. Wakisema naenda kupikwa, huko ndo tunaenda kupikwa. Au wewe ukikaa pamoja na Mungu usiku unaomba au unajitenga, unaenda tu mlimani, unaenda sehemu fulani, then Mungu atakusaidia. Ukisoma kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 1 mpaka wa 4, nataka nikupe hii. Mungu ana namna yake ya kuweza kumsaidia mtu. Cha kwanza, Mungu atakutenga kwa namna yoyote. Anasema kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Cha kwanza, Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Sasa ameisha pandishwa na Roho nyikani. Mkato. Soma vizuri Biblia yako. Sasa kabla ya kuanza kujaribiwa na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. So alitoka kwanza yeye akakaa huko. Mimi na wewe hatujui Yesu alikuwa anajua kama atajaribiwa au hajui, mimi sijui. Lakini yeye cha kwanza Mungu alimpa maelekezo ya kufunga kwanza. Wapi? Nyikani, akiwa uko mlimani. So mjaribu anapokuja kumjaribu, anamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe yao yawe mkate. Kwa nini? Kwa sababu aliona kabisa ana njaa huyu. Kama nilivyompiga Adamu wa kwanza, na yeye nampiga vile vile kupitia chakula. I've been saying about this food. Nimesema asikiae na afahamu. Tuko katika zama gani? Food mongers. You understand? Now you know. Naye akajibu akisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu aliyapata wapi haya majibu? Yesu aliyapata haya majibu akiwa amefunga, akiwa amejitenga. Pale ndipo akaanza kupata haya majibu. Lakini kwa nini Yesu alipelekwa mlimani? Naomba unielewe kwa makini. Kwa nini Yesu alipelekwa kwanza mlimani? Ni kwa sababu ya kazi anayoiendea mbele. Nisikilize mtoto wa Mungu. Neno ambalo Mungu alikuwa ametupa kwa mwaka huu lilikuwa linasema linda moyo wako. How do you linda moyo wako? Kwa kujitenga. Kwa nini? Kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo Mungu anakwenda kukupa. Kuna dada juzi alishuhudia hapa habari ya yeye kupata kazi. Isa managerial level, anaenda kwenye ofisi mpya, anaenda kukutana na management mpya, anaenda bila kukaa kwenye hizi nafasi, hawezi kuelewa. Haya.